Ninashukuru sana kwa siku hii ya leo ya kipekee ambao tumeenda kumsimika mtumishi wa Mungu Prophet Joshua Paulo Macha, ambapo nilikuwa ni ombi langu kubwa sana mbele za Mungu kwamba nipate wa kupokea kijiti, kwani nimekuwa na watumishi wengi tumewatengeneza, lakini hawakuweza kusimama, wote wametuacha, wamekimbia. Lakini ninajua kwa mtumishi wa Mungu Joshua kuna neema itakuwa juu yake, na mimi ninaomba hilo, Mungu akaachilie kibali na neema zaidi kwake, na ndio maana tumesimama hapa. Mimi kama Bishop Paulo Macha wa huduma ya Jesus Calling Mission International, tumetengeneza watumishi zaidi ya 1000 lakini wengi wametukimbia wakaacha, lakini naamini mimi na familia yangu hakika tuko pamoja kuyainua maono ya GCMI. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Katika huduma tulizo nazo, watu wengi wamemkosa baba, na huduma ikimkosa baba, wewe utaitwa yatima. Hata kama unahubiri sana, lakini wewe ni yatima, itakuwa kuna baba. Tamani sana uwe na baba, na kuna maelekezo utakayopata kwa baba, na kuna mahali atakwambia kwa mwanangu, sio, nenda hivi. Kazi ya Mungu sio rahisi. Kuna wakati tunachoka, kuna wakati tunakuombea, lakini hata sisi tunahitajika kuombewa. Kuna wakati tunakutia moyo, lakini pia hata sisi tunapitia kwenye machungu. Inajua na nime experience miaka 3 kazi ya Mungu ni ngumu, lakini niliona neema. Mimi sikuwahi kufikiri kama ningewahi kukubali kuwa mtumishi professional. Mimi ni tour guide na diploma ya utalii, ninaongea Spanish vizuri na nifundisha, lakini nilikuwa na shida na Mungu. Mimi bado kwenye maombi, lakini nilikuwa tayari nimeenda neema kidogo. Kwa hiyo nilikuwa najua napishana na Mungu. Siku moja nilikuwa naomba kazi moja, mtumishi fulani akaniambia kwamba uje kwenye ofisi yangu nitakupa kiasi cha $500. Kazi hiyo ilikuwa ni kampuni kubwa, interview imepita, lakini nilikuwa nimekwama kwenye research. Serious, naongea Spanish vizuri, very talented. Lakini baada ya hapo, ule mtumishi nilipofika kwenye ofisi yake akaniambia, nimeteseka sana usiku, na usiku kucha nilikuwa nakuona mhubiri, alafu nashindwa na serikali. Lakini baada ya hapo nakumbuka niliombea ile kazi, nilikuwa kila nikiombea kazi ndio zilibadilika. Mimi sijaja tu tumishi wa Mungu hata ukubali wito, yaani sijaja kweli, nilisukumana naso mpaka nakumbuka siku ya mwisho niliumwa na ugonjwa fulani, alafu nikajua na kufa. Nilikuwa ni ugonjwa wa pneumonia, lakini ile pneumonia sio ugonjwa. Ni Mungu aliniwekea ile, alafu nakumbuka nikiwa nimelala sebuleni, daktari amenipiga, alikuwa anaitwa Edison, amenipiga sindano nyingi, akaniambia nimekuwaje huko hapa. Lakini wakati nimelala nikasikia mtu anatoka anatembea, alafu anasema nenda kanitumikie. Kiukweli nilikuwa naombea kazi ya niona niko kwenye hii madhabahu. Alafu nikamwambia Mungu, kwa sababu najua hata Musa alikuwa anaitwa kwenye wito, ilikuwa ni changamoto kwa sababu aliharibu nyumba. Kasema Mungu, wa watu nawaambia na wananijua. Bwana Yesu asifiwe. Wananijua njia zangu, tabia zangu, ilikuwa ni changamoto. Mimi nimwambia Mungu nitaenda hata sehemu nyingine kutumikia, lakini sio kwenye madhabahu. Lakini Mungu akaniambia kuna watu wako hapo wanakusubiri. Bwana Yesu asifiwe. Na nilikuwa nachechema kumtumikia Mungu. Nashukuru mtumishi wa Mungu Mama Pendo amekuwa baraka sana kwenye huduma yangu. Mama, Mungu azidi kukuinua. Ninajivunia na wewe.
Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, hichi sio kazi rahisi, lakini namshukuru Mungu. Nikianza kusema hapa sitamaliza.